Mabadiliko. Mabadiliko ni hali ambapo mambo yanaenda kinyume na jinsi yalivyokuwa yakienda mbeleni. Kwamba kuna mtu alikuwa maskini, sasa amekuwa tajiri. Kuna mtu alikuwa na tabia nzuri, sasa amekuwa mtofu wa tabia. Kwa hivyo hayo ndiyo mabadiliko. Hali ya kufanya mambo yabadilike na kuwa tofauti ya kawaida yake. Hayo ndiyo mabadiliko. Kwa hivyo unapoambiwa jadili mabadiliko jinsi yanavyosawiliwa katika riwaya ya Ngusa Jadi, hivi ndivyo unafaa kujibu swali hilo. Mabadiliko ya kwanza, tunajua Mrima alikuja akaingizwa katika ulevi. Mrima anaacha ulevi kabisa na kuanza biashara ya duka. Kwa hivyo hayo ni mabadiliko ya kwanza, kwamba Mrima anabadilika, anaacha kuwa mlevi, anaanzisha biashara ya kuuza duka. Mabadiliko ya kwanza. Licha ya kuwa na adui na waasi wengi, Ronale anaweza kufaulu kuwa mtemi wa nchi na hata baada ya kupiwa na kutezwa. Mabadiliko hapa yanatoka wapi? Hapo awali au mwanzo, Ronale alikuwa mpinzani wa Mtemi Lesulia. Sasa Ronale ndiye mtemi wa nchi ya Matuo. Kwa hivyo hayo ni mabadiliko. Licha ya kuwa na uhusiano wa karibu na Mtemi, Sagiru anabaki kupoteza kila kitu, kuanzia kwa mwanawe, mali na hata fahamu zake. Sasa mabadiliko katika Sagiru ni mengi. Sagiru mwanzo alikuwa na mali. Wakati Mtemi Lesulia aliwaajiria, walishikwa na sheria, wakanyanganywa mali yao. Kwa hivyo alikuwa na mali mwanzo, mali ile ilikuja ikachukuliwa na serikali. Mabadiliko pengine ni kwamba mwanzo alikuwa na uhusiano mzuri na mtoto wake Mashauri. Baadaye Mashauri alimkataa baba yake na kubadilika na kuenda kuunga mkono wapinzani wa baba yake Ronale. Mtemi Lesulia anapoteza cheo chake licha ya kupangia ukatili dhidi ya Ronale. Mtemi Lesulia, mabadiliko yanatokea kwamba alikuwa ndiye mtemi na sasa yeye si mtemi tena, amekuwa mwananchi wa kawaida. Mashauri anamgeuka baba yake baada ya kumpata na Cheia, mwanamke ambaye alikuwa anataka kumposa. Mabadiliko ni kwamba hapo awali uhusiano wa Mashauri na baba yake ulikuwa thabiti, ulikuwa mzuri. Baada ya kugundua kwamba Sagiru baba yake ana mapenzi ya uhusiano na rafiki yake au mchumba wake, anabadilika na kuwa adui ya baba yake. Kwa hivyo hayo ni mabadiliko. Anamgeuka kamili na hata kuungana na adui zake kina Ronale baada ya kukiri maovu aliyoyafanya. Ngoshwe pia anamgeuka babaye Mtemi na pia anakiri kuacha biashara ya dawa za kulevya. Kwanza, mabadiliko katika Ngoshwe ya kwanza, Ngoshwe alikuwa anafanya biashara ya kuuza dawa za kulevya. Ngoshwe anaacha kuuza dawa za kulevya na kuwa mtu muungwana. Alikuwa mlevi, anaacha ulevi. Ngoshwe pia mabadiliko ni mengine kwamba walikuwa na uhusiano mzuri na baba yake Mtemi Lesulia, lakini siku ile ambayo Mtemi alikuwa anataka vijana waende kufuruga uchaguzi, Ngoshwe walikosana na baba yake, kwa hivyo akawa amemgeuka baba yake. Mabadiliko. Sagiru anamuomba mwanawe msamaha na kukiri uovu wake, jambo lisilotarajiwa na ukatili wake. Mabadiliko mengine ni kwamba Sagiru, ambaye mwanzo nilikuwa vigumu kumuomba msamaha mtu, lakini sasa ameamua kumuomba msamaha mtoto wake na kukiri makosa yake, jambo ambalo halikutarajiwa.
mabadiliko. Chifu Mshabaha mambo yake yanabadilika. Mtemi Lesudi anapopoteza uchaguzi anamvuta kazi Chifu Mshabaha. Chifu Mshabaha anapoteza kazi yake na kuongezea anaanza kusakwa kwa kuwa na deni ya kutolipa ushuru. Maisha ya Chifu Mshabaha yanabadilika. Mwanzo alikuwa ni mfanyikazi wa serikali. Sasa amefutwa kazi na anatafutwa na serikali ili kushikwa kwa kutolipa ushuru. Mabadiliko. Licha ya kuwa na nguvu ya ufisadi walivyotaka, Mtemi Lesudi na wenzake wanashindwa kuweka mali yao na hatimaye wengi wao wanapoteza mali waliokuwa nayo. Mabadiliko ni yapi katika hiyo maneno? Ni kwamba mwanzo Mtemi Lesudi walikuwa na mali yao yalikuja kunyakuliwa na serikali, na wakati sheria ilianza kufanya kazi, yale mali ambao walikuwa wamenyakua yalichukuliwa na serikali. Wakabadili mabadiliko hayo. Maisha ya Mafamba yanabadilika baada ya kupigwa karamu na Mtemi Lesudi. Kumbuka kwamba Mafamba baada ya kupoteza ile kesi ya ardhi ya Matango, Mtemi alikasirika na kumvuta kazi. Akamwambia kwa hivyo alipitia mabadiliko.